baada ya tamko kutoka kwamba mechi haitochezwa leo, lakini bado wako pale uwanjani na klabu ya Simba wanataka waitumie siku ya leo ili kuweza kufanya angalau mazoezi machache kujiweka sawa ili mchezo uweze kwenda kuchezwa kesho. Sasa kitatokea nini ambacho Young Africans walivyoblock, nini ambacho nafikiri kinaweza kutokea bali? Kwanza ni taarifa ambayo tulianza kuzitoa tangu jana kwamba Simba wana mechi dhidi ya Yanga, lakini Simba walienda kufanya mazoezi saa 1 za jioni na mabouncer wa Yanga pamoja na wasimamizi wa mchezo wakawagomea Simba kufanya mazoezi, kitu ambacho kilipelekea kuona mechi inakuwa ngumu. Simba wakiandika barua taarifa kwa umma kwamba wao hawatacheza kwa sababu wamezuiwa kikanuni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Kwa hiyo wao wamegomea mechi hiyo. Jana wameandika taarifa usiku na tukiwa tunasubiria kusikia kwenye kamati. Leo asubuhi niliongea na mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu na ni Steven Mguto, na aliweka wazi kwamba wameitisha kikao cha dharura cha kamati ya saa 72 kwa ajili ya kwenda kujadili mustakabali wa kile kilichotokea kwa upande wa Simba hiyo jana, mara baada ya mabouncer pamoja na Simba kutokupata haki yao ya msingi na kikanuni kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili leo mechi ichezwe. Kwa hiyo walisema leo asubuhi watakaa. Na wamekaa, bodi imekaa mara baada ya kuzungumza, mengi wameyaongea na mvutano ulikuwa mkubwa sana kwa sababu viongozi wa bodi ya ligi walikuwa wanatamani zaidi kwamba Simba wacheze leo mechi, kwa maana TFF pamoja na kamati ya saa 72 Simba wakubali kucheza mechi ya leo kutokana na namna ambavyo watu wametoka maeneo mbalimbali, promotion ilikuwa kubwa, viingilio, watu wameshatumia gharama kubwa, alafu mechi yairishwe kwa sababu kama ile. Kwa hiyo wakaona ni wazi waweze kukaa chini na kuyamaliza mechi ichezwe ili hizi kelele ziishe. Lakini Simba wao walikuwa na mvutano mkubwa sana kwa sababu tangu jana jioni mara baada ya Simba kutoa taarifa kwa umma, mara baada ya kutoa taarifa kwa umma wao Simba, niliambiwa kwamba tayari walisharuhusu wachezaji kuanza kwenda kwenye maisha mengine tena. Kwa maana walivunja kambi usiku huo wa jana. Wanaelewa vizuri. Kwa hiyo wao walichokuwa nasubiri tu Simba ni kusikia bodi ya ligi itasemaje. Simba wacheze alafu wao waje waseme kwamba wao hawatacheza. Sababu wao tayari washasimamia msimamo wao kwamba iwe iweje hawatacheza leo. Yaani iwe iweje leo hawatacheza kwa sababu kanuni zimevunjwa, na ni kwa sababu pia unafahamu gharama ambazo Simba wameandaa mechi ni gharama kubwa sana na kuwakalisha wachezaji masaa 2 nje ya geti kutokuwa ruhusu ndani. Wachezaji wengine wamefunga, wengine ni professional, hawajawahi kuona hiyo hali. Kocha Fadlu Davids hajawahi kutana na changamoto kama hizi. Unaanza kuonyesha mambo ya hovyo kwenye nchi yako. Kwa hiyo ile fedheha wao walishakamilisha kila kitu, mipango na michakato kwamba hii mechi hatuchezi kwa sababu 1 2 3 4 5, lakini kamati ilikaa na ikawa inawabembeleza bana, mechi ichezwe, mechi ichezwe. Lakini Simba wao wakasema hawawezi wakacheza mechi. Simba wakasema labda wasogeze mechi mbele, lakini kusogeza mechi mbele kwa maana kwamba mechi ichezwe kesho. Kama itachezwa kesho, it means kwamba leo Simba wafanye mazoezi yao kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, siku ambayo ni ngumu pia Simba wao kufanya mazoezi kwa sababu Yanga tayari wako uwanjani muda huu. Na naambiwa wameweka beria na wanasema leo wako tayari kwa ajili ya mechi na mashabiki wako uwanjani wanasubiria Simba afike. Na wao nimeona Alikama amepost kwenye page yake ya Instagram kwamba mechi ipo, mashabiki waje uwanjani. Sasa tayari bodi ya ligi wameshaweka taarifa kwamba mechi haitakuepo, lakini wao wanaendelea kuhamasisha mashabiki waendelee kufika pale. Kwa hiyo Simba wanasema ili wacheze mechi kesho Jumapili kama itasogezwa mbele, means kwamba leo inabidi wapate nafasi ya kufanya mazoezi, kitu ambacho hakitawezekana. Sasa taarifa kutoka bodi ya ligi yenyewe, taarifa kutoka bodi ya ligi inasema hivi, nataka niwasomee watu chapchapo hapa ili watu waweze kupata ufahamu walau kwa uchache, waweze kuelewa hiki ambacho kimetokea. Ni fedheha kusema kweli kwenye mpira wetu wa Tanzania. Ni aibu kubwa sana. Hii ni dabi ya Kariakoo, dabi kubwa zaidi Tanzania, dabi yenye hadhi yake Afrika Mashariki na Kati. Watu wengi leo walikuwa wanasikilizia nani anaenda kufungwa, nani anaenda kupata matokeo. Watu wengi walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya mechi, lakini ghafla mechi hakuna. Watu wamesafiri huku na huku, lakini ni fedheha kwa sababu kanuni hazifuatwi, taratibu hazifuatwi, na watu wanaingilia vitu ambavyo haviwahusu kama mabouncer. Who is bouncer? Yani bouncer ni nani kwenye nchi? Yani mtu tu ameshiba zake huko anasema yeye anaenda kuwa ni bouncer, anaenda kuzuia Simba asiingie uwanjani. Leo amesababisha madhara makubwa. Kwa hiyo hii kulea hii bodi ya ligi na TFF kuendelea kulea watu kwenye vilabu, watu wa hovyo, ndio leo madhara tunayaona. Taswira na au image ya bodi, image ya TFF na image ya vilabu hivi kubwa na image ya nchi kama Tanzania inachafuliwa na watu wa hovyo.
watu ambao hawana thamani kwenye nchi hii. Haya, wewe niambie wao wanapata faida gani? Mabouncer wanapata faida gani leo? Ni hasara watu wamepata, watu wanalia. Biashara za watu zimeharibika. Mama ntilie leo walikuwa wanategemea wauze sana. Hoteli leo zinategemea zijaze. Kwa kwamba walinunua vyakula vingi sana kwa vitu vimeharibika. Watu wamekata tiketi, wametoka nje ya nchi huko. Wamekuja kuangalia mechi. Watu wametoka huko mbali, mtu kutoka Kenya, Rwanda, Burundi, watu wametoka Sweden. Kuna jamaa wangu mmoja alikuwa ametoka Italy. Ameingia jana hapa, ananipigia simu amefika, lakini kwa jamaa wangu mmoja yuko UK, United Kingdom, Uingereza kule. Ni mshikaji wangu muda mrefu, anafuatilia kupitia YouTube, naye amefika. Na jana nilimpokea mwamba yule, alifika hoteli moja ya Sea Cliff Masaki. Anasubiria tu hii mechi ya leo. Watu wamesafiri kutoka mbali wanataka hii mechi. Lakini mwisho wa siku mechi inaharibika na watu gharama wamezitumia na mambo kama, na hakuna sababu ya msingi. Kwa hiyo it will pains, inauma sana. Lakini bodi ya ligi wao wanasema hivi. Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, katika kikao chake cha Machi 8, 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa leo saa 1:15 za usiku. Sasa katika shauri hilo klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio hilo tajwa hapo juu, huku ikieleza pia nia ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yake ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sasa baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao pia walishuhudia tukio hilo na kutuma taarifa ya tukio haraka iwezekanavyo, hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo pia kusitishwa kwa kituo cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Lakini pia wakisema kwamba bodi ya ligi kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 1745 ya ligi kuu, kwa maana kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, ndio hiyo kanuni. Sasa wakiwa wanaiweka hivi bila kuweka vitu bayana, watu wengi wanaweza wasielewe, lakini kanuni hiyo nasema kwamba lazima timu ngeni ipate muda wa kufanya mazoezi siku moja kabla ya nini? Kabla ya mechi. Sasa anasema haikubaliani na ofisa, anasema Simba wao hawakuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Sasa katika taarifa hiyo kamati ikabaini kwamba walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura ni wa klabu ya Yanga walishiriki katika tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni 1745 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sasa kwa sababu pia bodi inapokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kuweza kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio ambayo yanahitaji uchunguzi ambayo pia hauwezi kukamilika kwa wakati, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza na 3 ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo, ikitolewa na idara ya mawasiliano na habari ya bodi ya ligi kuu Tanzania leo Machi 8, 2025. Sasa taarifa ndo hii hapa. Na umeisikia bodi ya ligi imesitisha, kwa maana mechi ambayo ilikuwa ifanyike leo haitafanyika, na wamesema watatangaza tarehe nyingine. Lakini ukisikiliza ukifuatilia kwa makini barua hii utagundua mapungufu kadhaa. Mapungufu ya kwanza ni bodi ya ligi yenyewe kuandika kwamba Simba walikuwa wako sawa kikanuni. Ndio. walikuwa wako sawa kikanuni na walikuwa wanapaswa kufanya mazoezi, lakini wakizuiliwa kufanya mazoezi na kushindwa kupata haki yao kikatiba. Lakini hapo wanasema kwamba wao wanafanya jitihada kuweza kupata maelekezo kutoka kwa maofisa wao ambao wamewatuma maelezo ya kutosha ili wapange tarehe ya mechi. Sasa kanuni ilikuwa inasema kama endapo timu imesusia mchezo, ndio timu ya ligi kuu kama endapo imesusia mchezo, ndio timu ambayo imefika uwanjani na imekidhi vigezo vya kucheza mchezo itazawadiwa pointi 3 na magoli 3.
kwa maana Young Africans watapata goli 3 na points 3 kwa Young Africans kikanuni. Ndio. Lakini kwa namna ambavyo umeona bodi ya ligi walivyozungumza, ina maana hapo hakuna cha points 3 wala magoli 3, kwa maana makosa yamefanyika na waliohusika kwenye makosa pia wametajwa hapo, watu wa Young Africans, mabouncer wa Young Africans. Kwa mwisho wa siku hii inaitwa GG, both team to score. Both team to score, kwa maana GG, kwa maana Yanga hawalambi pointi 3 wala magoli 3, na mechi haichezwi na mechi itapangiwa tarehe nyingine. Sawa. Sasa kingine ambacho kinakuja mezani kwamba ni kuhusiana na Stefan Aziz Ki. Sasa unafikiri kwamba Simba mara baada ya kukataa kucheza mechi leo na kocha wa Young Africans alisema kwamba Aziz Ki ana matatizo ya nyonga, hataweza kuhudhuria mchezo, lakini sasa itatokea nini? Maana Simba wanampa hair time Stefan Aziz Ki kuweza kurejea mchezoni. Achana Stefan Aziz Ki, achana wote. Leo wengi walitegemea kuona dabi ya wachezaji wote wakubwa, dabi ya kina Mpanzu, dabi ya kina Kibu. Aziz Ki walisema ana nyonga, alipata majeraha, alikuwa ni 50-50, pengine asingeweza kucheza leo, lakini story kubwa ilikuwa ni kwamba Yanga Simba anaendaje kupindua matokeo na kuweza kutengeneza kwa hiyo kwangu naona wala Stefan Aziz Ki hajawahi kuwa tishio kwa Simba. Ukiachana kwamba ameshafunga magoli, lakini ni mchezaji ambaye hata mechi iliyopita Simba waliojifunga alishindwa kuendelea, alitolewa kutokana na kushindwa kuperform uwanjani. Kwa hiyo Aziz Ki sio kwamba ndo mchezaji tishio namna hiyo. Simba pia imeongeza nyota wengi wazuri ambao wana uwezo wa kupambana uwanjani. Na kwa sasa Simba hawana hofu ya kupambana na timu yoyote, hawana hofu ya kupambana na Yanga. Simba imepambana na Al Ahly Tripoli, sio, naelewa vizuri, akina Mabululu amenunuliwa bilioni 4 kule Libya, walishindwa kuwafunga Simba, wamekuja kunywa goli 3 hapa. Simba imempasua Constantine, piga Sfax in and off kule nyumbani, na hapa imempiga Bravo na Maquiz, wakaenda kutoka sare kule. Kwa hiyo sio timu ndogo, sasa hivi ndio wanashiriki sasa kombe la shirikisho la robo finali. Kwa hiyo ni timu kubwa, hiyo fimu mchezaji wote, na Simba walikuwa wanautaka sana mchezo. Kuna watu wanahoja dhaifu, wanasema Simba ameukimbia huo mchezo, Simba amehofia huo mchezo kwamba wangefungwa goli nyingi sana. Lakini waambie timu ambayo inaweza kukimbia mchezo pengine wasingetokea hata kwenye pre-match meeting, kwa maana kwenye press conference ambao aliyafanya Simba, kocha wao Fadlu Davis, lakini pia Melody wa Yanga pia ulimuona kwenye press conference, kwa maana tayari walikuwa wanataka mchezo. Lakini pia uwezi ukasema Simba anakimbia mchezo, wamefika kwenye uwanja wa mazoezi mapema kabla ya saa 1 ili waingie wakafanya mazoezi. Kama walikuwa wataki mchezo, labda wangeenda saa 2, saa 3, wangezua taharuki kwa sababu walikuwa nje ya muda. Unaelewa? Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa inataka mechi, timu ambayo ilikuwa inataka mpira uchezwe. Kwa hiyo kilichotokea tu ni upuuzi wa watu wachache, na hizi timu kubwa mbili ni kubwa sana kuliko, yani mimi naweza kusema Simba na Yanga. TFF na bodi ya ligi wamekuwa wakizilea sana, wamekuwa wakizinywesha sana maziwa hizi timu mbili. Mwisho wa siku zinawapalia. Sasa wanapanda kichwani, na of course kanuni wamekuwa wakizitengeneza. Hii hofu ya bodi ya ligi, hofu ya TFF ndio imezaa hiki ambacho kimetokea kwa sasa. Yanga walishawahi kugoma hivyo. Nakumbuka mwaka 2021 ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 5, dabi ya Kariakoo, mechi imepangwa kufanyika saa 11. Lakini kupitia serikali walitangaza kwamba ile mechi imesogezwa mbele kutokana na masuala mengine yakiendelea. Kama unakumbuka, Yanga wao wakasema hawatacheza mechi. Watacheza mechi muda huo wa saa 11. Simba walifika wakati wa mechi saa 1. Simba wao walikidhi matakwa na walisikiliza na wakaitikia wito. Yanga wakasema wao watafika mapema, na Yanga wakawaenda na basi lao mapema. Saa 11 wako pale wanataka wacheze mechi. Wameambiwa mechi imesogezwa mbele, muda itapigwa baadaye saa 1. Yanga wamepeleka, lakini mechi ilikuwa imeahirishwa ile pia. Mechi baadaye kaahirishwa, unakumbuka? Kwa hiyo kama Yanga walifanya hivyo, leo Simba wamfanya haki, na of course mimi nimependa sana. Kwa upande wa Simba mimi nawapongeza. Umeenjoy. On behalf of my heart nawapongeza Simba kwa sababu wameonyesha ukomavu wa hali ya juu sana. That's maturity. Klabu kubwa inaongozwa kwa misingi ya katiba na sheria. Unapokubali kupelekwa kama kichwa bovu, unapopelekwa kama gari lokata au kichwa maji, au gari unapelekwa kama gari lokata center bolt, unakuwa yani unapelekwa kihayawani unapelekwa kizamwamwa. Mwisho wa siku watu watakuwa wanakupanda kichwani. Simba level waliofikia ni kubwa sana. Simba wanashiriki michuano ya kimataifa, robo finali 6, 4 CAF Champions League, 2 Confederation. Leo unasumbuliwa kwenye ligi hii ambayo wewe ndio umebaki peke yako, alafu unaendeshwa. Yaani bouncer wanaweza kuwazuia Simba. How?
Bausa ana nguvu gani ya kuzuia Simba kwanza? Unajiuliza hapo. Nguvu na legitimacy wametoa wapi? Kwa maana wametumwa na watu wa Yanga. So kama wamefanya hivyo leo Simba wameamua kusimamia kanuni na taratibu. Hakuna mechi kuchezwa na mechi haichezwi. Na wala wakati pointi 3. Kwa hiyo wamefanya kitu kizuri na naweza nikasema wazi kwa hiki ambacho wamekifanya. Unaweza ukasema kabisa kwamba wameonyesha ukomavu wa hali ya juu na sasa naweza nikasema pamoja sana bwana. Naweza nikasema huu ndio ukomavu ambao ulikuwa unatakiwa. Jana alizungumza Clatous Magori, mjumbe wa bodi ya kurugenzi ya Simba. Magori alisema hatutacheza mechi hii. Na sio mechi tu mpaka na ligi kwa jumla. Aliandika vitu vizito akasema hatutacheza ligi mazito haya. Kama haya mambo yataendelea kutokea. Hatutacheza mechi yoyote. Clatous Magori. Uliona nani yake? Ya, niliona. Alitamba Magori, si ndio? Alitamba sana. Magori ameandika vitu ambavyo vizito sana. Hatutacheza ligi kama haya mambo upuuzi utakomeshwa. Hatutacheza hata ligi. Sio tu mechi ya ligi kuu, hata ligi tu hawatacheza. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba Simba amekasirika na sasa wana viongozi thabiti ambao wanaamua mambo yao. Ni athari kubwa sana kwenye ligi yetu kwa sababu watu wengi wametoka mikoani. Na mimi nawahurumia watu wengi wametoka nje ya nchi huko, nawahurumia sana. Wengine wamelipa viingilio vyao, nawahurumia sana. Lakini mwisho wa siku Simba ameamua, haki imetenda na kanuni imeamua. Kwa hiyo tunasubiria kuona mechi itapangwa lini ili kuona yapi atakayotokea. All in all, ongereni viongozi wa Simba, wao ukomavu. Msikubali kupelekwa. Kuna muda inabidi mkubali kwamba lazima muonyeshe ukubwa wenu na muonyeshe ukomavu wenu. Subscribe hapo, gusa alama kengele tuweze kwenda sawa. Ciao.